Kwenda ngazi nyingine, ninaomba wote tutasimama, halafu kisha tutaimba wimbo. Uliza Joshua. Haleluya. Tunasoma kwenye Biblia, lakini sivyo jinsi ambavyo tunavyosoma. Ni nyepesi sana, lakini ni kazi ngumu na nzito inayomhitaji Mungu na wewe. Wakati mwingine unatamani kukimbia, lakini ukikimbia mkono wa Mungu hata kuzimu unafika. Haleluya. Natamani tukiimba wimbo huu atafakari. Naomba kinanda, naomba kila mtu atachukua miguu yake anapoona Mungu, asimame akimwabudu Mungu katika wimbo namba 37. Karibu watu wa Mungu, kinanda kitapimwa. Iwe ni wakuosha vyombo nyumbani, kazi yako itanyemelewa na Bwana. Ikiwa haifai, na wewe pia utakuwa haufai. Karibu waimbaji, naomba mniletee mtumishi wa Mungu anayeenda kuingia wakfu kwa ajili ya utumishi uliotukuka. Karibu.
utambulisho. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu, Baba Askofu mtarajiwa leo ametualika, sasa tunapiga kelele. Wakati tunafanya mambo mengine tunapiga kelele. Lakini kwa Yesu si ile zaidi, tutakuwa tofauti tofauti. Sababu tuna wageni wa idara tofauti tofauti. Lazima tuweke mambo sawa. Si kweli pendwa, tusitazame dini. Mimi sijui kwa kanisa hili, hiyo kanisa hili. Hali tumebaki hatujui waliotualika ni kina nani jamani. Au ndio wanajipensi wa mali hapa wanatupigia kwa mkono wao. Tuwape makofi yao. Tutaenda moja kwa moja, tunawashirika pia wenzetu kutoka Moshi. Bwana Yesu asifiwe. Pia tunapenda japo kuna wale watazungumza baadaye, lakini kwa sasa ni kama tu tupatie jinsi sijui kama wameshafika. Kuna mwakilishi yote amefika. Nadhani wengine kwa pengine wako kwa makanisani watakuja baadaye, lakini yote ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sidhani kama kuna mtu niliyemsahau aliyeketi. Maana tumelingia wote tuwape makofi kwa ajili waliweza kuhudhuria. Makofi kwao. Bwana Yesu asifiwe. Pia kidogo naweza mwalika mama yetu Mama Wina atanielezea kwanza. Kwa hiyo wengine watasema mimi sikutaja kwa jina, lakini sijui atasikia. Sijui amekaa upande gani. Amina. Basi Mungu awabariki. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Samahani, namuona mwingine hapa. Anaitwa Mchungaji Mika, asimame hapo. Pastor. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Basi naona ni hivyo, lakini wengine bado wako njiani wanakuja, na Mungu awabariki. Mkuu wa wilaya, viongozi wa serikali mliopo, viongozi wa dini, wageni waalikwa, ndugu na katika Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Kwa niaba ya askofu, viongozi wa makanisa na waumini wote, tunashukuru kwa dhati Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa kukubali mwaliko wetu na kushiriki nasi katika ibada hii ya kihistoria ya kusimika askofu wetu wa jimbo. Tunawakaribisha kwa moyo wa dhati, kwani wewe tupo na Rais ya Muungano wa Tanzania kwa ajili yako pamoja na mkuu wa mkoa. Uwepo wako umetupa heshima na furaha kubwa na kutuonyesha ushirikiano mzuri uliopo kati ya serikali na taasisi za dini katika kujenga jamii yenye amani, maadili na maendeleo. Tunathamini mchango wa serikali katika kuhakikisha kuna kuwepo mazingira ya amani, utulivu na uhuru wa kuabudu, hali inayotuwezesha kuendelea kutekeleza wajibu wetu wa kiroho na wa jamii kwa manufaa ya wananchi wote. Kanisa letu la TPMC linaahidi kuendelea kuiombea serikali, kushirikiana na viongozi wake kuhubiri amani, upendo, umoja na kuwahimiza waumini kuwa raia wema wanaozingatia sheria za nchi, kushiriki katika maendeleo ya taifa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, pamoja na mafanikio mbalimbali yanayoendelea kupatikana katika wilaya yetu, bado tunakabiliwa na changamoto ya kuongezeka kwa tatizo la ulevi na matumizi ya dawa za kulevya hasa miongoni mwa vijana. Hali hii imechangia mmomonyoko wa maadili, kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu, migogoro ya kifamilia, kushuka kwa uzalishaji pamoja na kupotea kwa nguvu kazi ya taifa. Kwa heshima kubwa tunaomba serikali chini ya uongozi wako iendelee kuimarisha mapambano dhidi ya ulevi na matumizi ya dawa za kulevya kwa kusimamia utekelezaji wa sheria, kudhibiti biashara haramu za vilevi na dawa za kulevya, kuendelea kutoa elimu kwa jamii,
na kushirikiana kwa karibu na taasisi za dini katika kuhamasisha maadili mema na kuokoa vijana wetu. Kwa upande wetu kama kanisa, tunaahidi kuendelea kuhubiri Injili, kuwalea vijana katika hofu ya Mungu, kutoa ushauri wa kiroho na kushirikiana na serikali katika kila juhudi zinazolenga kujenga jamii yenye maadili, amani na maendeleo. Tunaamini kwamba kwa ushirikiano wa serikali, kanisa na wananchi, changamoto hii inaweza kupunguzwa kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, tunakushukuru kwa muda wako, kwa maneno yako ya kutia moyo, kwa ushirikiano wako na kanisa letu. Tunakuombea Mungu akujalie hekima, afya njema na mafanikio katika majukumu yako ya kuwatumikia wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baada ya risala fupi, naomba kuwasilisha wasifu wa mchungaji anayesimikwa kuwa askofu siku ya leo. Ufuatao ni wasifu wa mchungaji Jackson Epaphras Silayo. Mchungaji Jackson Epaphras Silayo alizaliwa mwaka 1964 katika kijiji cha Msangai, tarafa ya Tarakea, wilaya ya Rombo, mkoani Kilimanjaro. Ni raia halali wa Tanzania, mchangia amani na maendeleo ya nchi yake. Alimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na tangu hapo ameendelea kukua katika imani na kumtumikia Mungu kwa uaminifu. Elimu. Alimaliza elimu yake ya msingi mwaka 1983 na elimu ya sekondari mwaka 1987 na baadaye kujiunga na mafunzo ya agromechanics mwaka 1988 hadi mwaka 1989. Aidha, aliendelea na mafunzo chini ya ufadhili wa German kupitia SIDO Kilimanjaro mwaka 1995. Pia alipata mafunzo ya record keeping and entrepreneur kazi. Alifanya kazi TEMDO katika utengenezaji na ubunifu wa mashine za kilimo mwaka 1992 hadi 1994. Alijiunga na chama cha mafundi Rombo Delta hata wito wa kumtumikia Mungu ulipomkuta. Maisha ya utumishi. Mchungaji Jackson Epaphras alilelewa katika kanisa la KKKT kutumika kama mwalimu wa shule ya Jumapili, yaani Sunday School. Amekuwa mwenyekiti wa umisheni na uinjilisti katika usharika wa Nanjara Rombo. Amekuwa mwenyekiti wa afya ya msingi chini ya uongozi wa kanisa usharika wa Nanjara. Amekuwa mwenyekiti wa chama cha afya na mazingira, yaani Kiamata Rombo Tarakea. Amekuwa mzee wa kanisa kwa miaka 13. Amehudumu New Life in Christ mkoa wa Kilimanjaro. Mwaka 2018 alipata wito wa kumtumikia Mungu na kuanza huduma ya utumishi katika kanisa la TPMC na kupelekwa kwenye mafunzo chuoni Arusha, kuhitimu na kisha kusimikwa kuwa mchungaji rasmi wa kanisa la TPMC, yaani Tanzania Pentecostal Mission Church. Ndoa. Mchungaji Jackson Epaphras Silayo amefunga ndoa takatifu na Bi Janet Luka Malisa. Ni mume wa mke mmoja. Mungu amewabariki kwa watoto 6. Familia yake imeendelea kuwa mfano wa huduma na ushuhuda mwema katika jamii. Leo, kwa kutambua wito wa Mungu, uaminifu wake katika huduma na kuthibitishwa na uongozi wa kanisa, anasimikwa rasmi kuwa askofu ili kuendelea kuiongoza kazi ya Mungu kwa hekima, uadilifu na nguvu za Roho Mtakatifu. Tunampongeza na kumtakia baraka nyingi katika jukumu hili jipya. Mungu amtie nguvu, amjalie afya njema
na ampe neema ya kuendelea kulitunza na kulichunga kundi la Kristo kwa uaminifu. Naomba kuwasilisha. Amen. Tupigie Bwana makofi kwa ajili ya ushindi huo ambaye wa kanisa la TPMC wa Mang'ombe Hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesimama hapa ili kuweza kumkaribisha mtumishi wa Mungu Benson Bandu ambaye ndio makamu wa askofu wetu mkuu, ili aweze kumkaribisha askofu mkuu ili aweze kuendelea na ratiba ambayo iko mbele yake. Makofi wa Yesu Kristo asifiwe. Yesu Kristo asifiwe. Haleluya. Ni nani zaidi ya Yesu? Haleluya. Ukisoma kitabu cha Ufunuo mlango wa 4 utatamani kwamba umfanyie Mungu ibada izidio. Haleluya. Ibada izidio. Haleluya. Basi wakati huu ninaomba kumsimamisha au namuomba nimkaribishe Baba Kileo ambaye ni mratibu mkuu wa JMAT Taifa. Atazungumza na mimi na wewe maneno mawili, halafu nitamleta baba askofu ambaye atatuhudumia kiroho. Haleluya. Baba, ninaomba nikukaribishe. Ijitambulishe kidogo munifahamu. Pia mfahamu taasisi inaitwa JMAT Tanzania ambayo mimi naiwakilisha kwa siku ya leo. Kwa majina naitwa Dr. Festo Tumbotele Kilawe. Ni mzaliwa wa Rombo Mkuu. Ni mratibu wa JMAT Tanzania. Kirefu cha JMAT ni Jumuiya ya Maridhiano na Amani. Jumuiya ya Maridhiano na Amani ni taasisi inayoongozwa na mzee mmoja Muislamu anaitwa Alhaji Juma ambaye yuko Dar es Salaam, na makamu wake ni Mkristo ndugu yangu Elias Silayo. Huyo ndio makamu wa JMAT. Ni mzaliwa wa Rombo, tena eneo la Tarakia huku. Ndio kiongozi wetu wa pili kutoka ngazi ya juu. Kazi yangu kubwa ni kuratibu shughuli zinazoendeshwa na JMAT. JMAT kazi yake kubwa ni kuunganisha dini zote na hata wale wasiokuwa na dini. Kazi kubwa zaidi ni kutengeneza umoja na amani na upendo kwa kila mmoja bila kuona tofauti zetu katika dini zetu. Ni Muislamu, ni Mkristo, ni mpagani, ni mzee wa mila na desturi, wote ni wa JMAT. Lakini lengo ni moja tu, kuisaidia serikali kujenga amani, kufundisha maadili vijana wetu ambao wanaenda kinyume na taratibu tunazowapa, hasa katika makanisa yetu, katika misikiti yetu na kadhalika. Kwa hiyo nilete salamu hizi za JMAT kwenu. Niko pamoja na nyie katika shughuli hii muhimu ya leo na kuja kuwaunga mkono, lakini pia nimesikia risala ya mgeni rasmi, nitaiomba nimfikishie. Unipe hiyo risala kwa sababu naenda mkuu tampelekea. Mwambie nimeisikiliza kwa makini. Yuko njiani anakuja. Kumbe nimepata taarifa yuko njiani anakuja. Atatukuta. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Asanteni kwa kunisikiliza. Kujenga taifa la Tanzania. Haleluya. Haleluya. JMAT ni kitenda kazi cha taifa kutuleta pamoja. Na Yesu Kristo ni mwana wa Mungu na ni daraja la kutuleta pamoja ili wote tuitwe kwa jina moja tu kwamba ni watakatifu na
na wateule wa Mungu. Haleluya. Basi napenda kutambua uwepo wa Jmati, wachungaji mlioko mahali hapa na wazee wa kanisa, na kila mmoja kwa nafasi alionayo. Napenda kuitambua hiyo nafasi. Wakati huu basi ninaenda kumwinua Baba Askofu wa kanisa la Tanzania Pentecostal Mission Church, ambaye ndiye atakayetuhudumia kwa ujumbe wa neno na ndiye atakayeenda kumweka wakfu yule ambaye amepandishwa daraja la kuwa askofu wa kanda. Haleluya. Baba Askofu. Mwaliko wetu na kushiriki nasi katika ibada hii ya kihistoria ya kumsimika askofu wetu wa jimbo. Tunakukaribisha kwa moyo wa dhati, kwani uwepo wako ni dhahiri. Tupo na rais wetu wa jamhuri. Na pia basi wakati huu ambao ni muhimu sana, naenda kumkaribisha baba yetu Askofu Godfrey Bariki Mtoi, naye atamleta mkuu wa wilaya, naye atatusalimu. Haleluya. Ni wangapi ungependa kufanya hivyo? Basi ongeza.
asifiwe. Piga makofi. Mage, nitaka tuanze tena na kapambio kengine. Baba Askofu wetu ambaye umetuita leo, Baba Askofu Silayo na mama, na askofu wetu Mtui na mama, niliahidi kuja angalau mwaka jana nilivyokuja, nitegemea nije nipate. Sasa hizi nikifika tu, nikija Moshi nitakuja. Lakini naomba nitambue kuwepo kwa makamu mwenyekiti wa askofu, viongozi wengine wote mliopo hapa, nitambue kuwepo kwa mchungaji mstaafu KKT mchungaji Silayo, manake hawa ni familia. Lakini mheshimiwa diwani wa kata ya Nanjara, mwenyekiti wa kitongoji hiki, afisa mtendaji uliyepo hapa, lakini nitambue kuwepo kwa wazee wa Rombo, nimewaona hapo, lakini nitambue kuwepo kwa waumini wote mliopo hapa. Mwaka juzi nilisali hapa, nilialikwa. Nadhani mlikuwa mna maombi ya kuiombea nchi, nilikuja hapa. Nataka kuhakikishia mlinialika kuja hapa, yule Mungu wa Israeli, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo alifanya makuu. Wilaya yetu ya Rombo ilikuwa salama kabla, salama wakati wa uchaguzi, na salama hata baada ya uchaguzi. Rombo imekuwa shwari kabisa kabisa kabisa. Lakini hatuwezi tukasema ni nguvu zetu sisi. Twayaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. Na nataka kuhakikishia yote hayo ni kuonyesha ukuu wa Mungu, na yeye ndio muweza. Hatuwezi kusema sisi ndio tuliweza. Sifa na utukufu tunamrejeshea yeye ambaye anatusaidia. Ndugu zangu, leo nimealikwa tena kwenye tukio lingine ambalo sasa limekuwa ni kama graduation. Mwaka jana nilimkuta mchungaji Silayo, mwaka huu namkuta askofu, baba askofu. Mwaka jana mama alikuwa ni mama mchungaji, leo ni mama askofu. Hata kubadilika mama askofu. Baba askofu, ngozi ilikuwa sio kama hiyo, sasa hivi hata inang'aa kiaskofu. Askofu ni neema, huyu ni mpakwa mafuta. Akiwa mpakwa mafuta, lazima mafuta yale yanang'aa kwa utukufu wa Mungu. Hongera sana baba askofu. Niseme nimefarijika. Mwaka jana hata waumini walikuwa wachache. Mwaka huu kanisa limejaa nje mpaka ndani. Kwa hiyo ni neema ambayo naamini kondoo wameendelea kuwepo ndani ya kanisa hili. Mwaka jana sikukuta vyombo kama hivi vimekaa hapo, mimi nilikaa pale. Mwaka huu kuna mziki, kuna drums, kuna mambo. Ni mabadiliko makubwa. Amen. Baba Askofu Mtui ni askofu kweli kweli. Amen. Alitualika Moshi, tulienda pale uwanja wa Mashujaa. Nadhani tulikuwa karibia wakuu wa wilaya wote, mkuu wa mkoa na viongozi wote wa mkoa. Alituombea na kwa kweli mambo yalikwenda vizuri sana katika jamii. Hata jana nilikuwa na mkuu wa mkoa, nilimwambia nina jambo hapa, atakuwepo baba Askofu Mtui. Akaniambia angekuja. Afucha bahati mbaya, mimi nilikuwa nadhani wiki ijayo. Ila tangu nimeamka alfajiri, nasema ibada ya leo sio ya asubuhi. Mimi huwa nasali asubuhi sana, lakini cha ajabu leo nilikuwa na msukumo sio ya asubuhi.
kuna ibada ambayo hautasali muda huu, lakini kwa sielewi ni ipi. Yaani baba askofu, nisikufiche, wasaidizi wangu hata driver hata nani huwa ndio wananikumbusha, sasa kesho kuna ratiba 1 2 3 4. Kwa bahati mbaya hakuna hata mmoja aliyekuwa amekumbuka, lakini roho inanisukuma. Baba askofu alikuja mpaka kanisani ofisini kwangu. Sasa jana kwa bahati mbaya kulikuwa kuna tukio la ndugu yetu mmoja, harusi mpaka saa 7. Tulikuwa kwenye harusi mpaka saa 7. Kuna watu tulikuwa nao kwenye harusi jana. Mzee ulikuwepo mpaka saa 7 usiku. Na ulikuwepo mpaka saa 7 usiku. Na tulikuwa tuna mkuu wa mkoa. Mimi ni mpenzi wa mpira. Nimerudi nyumbani, mpira unaendelea. Nikakaa sebleni. Kwa hiyo hata sikuingia chumbani. Mpira